Wade mako 20 years whenever kusumbua akili. Bana huwezi pumua. Huwezi hata bado kufa tuna stress. 20. That's why mimi nikiwa labda niwe mako 28. When I opt for the older men. Sasa imagine nimetafuta mzee wa 65. Ama 75 unajua kwa karibu kukufa mali kweza. So like, subscribe, comment. Y'all know what's up, my people? This is Curiosity Chronicles. Big boss in the building. And of course, manze, it's your boy Vinny. Today is a good day to kona mgeni. I miss him again. For real? Mwenyeji. I'm not new. Si mnanitambua vizuri, but nimekawia kidogo. Na minute. Kwani wewe ni yani? Nimekawia kidogo. Ati tunakujua. Yeah, mnanijua. Anyways, nimekuaje bana? Fresh manze. Masiku bana. Time is really flying bana, like ni time inasonga kusonga sana. Wiki shaisha. Manze kidogo yu utasikia sasa tuko November 2026. Tolewe. Masaa inasonga. Kuolewa mara hivi na baba mafala. Ndio wamesema huko nje. Bana marriage. Unafikia marriage na baba mafala. Kama ni hivyo mafala basi ni wengi. Juu pia wase wengi wako kwa marriage, si ati nini. Watu nao wako kwa marriage. Alafu lakini ni ushindwa. Mtu anakuambia marriage baba mafala, lakini daily unaona watu wako in love bana. Bado unaweza pata wase wanasukuma hiyo nini ya idea marriage ubamba mafala, unapata kwa ground. Yeye ako na bwana yake ama ako na bibi yake. Yeye anajinaice tu pale mtandaoni ama wanataka tu kuharibia watu wengine. Unajua kuna wenye tu wamejiwekea kwa akili ile. Mimi lazima niolewe, but kuna yule mwenye ashajiwekea mimi sitawahi olewa. So our sector ndio usema marriage ubamba wafanye. So like saizi wagani like wako wengi. Ni hao wenye hajaolewa. Hata watu wenye wameolewa kuna wenye tu wanapush tu hiyo kitu but wanaenjoy huko chini chini. Wanataka usiingie kwa marriage. And I'm sure so far tangu history ya marriage ubamba mafala itokee, kuna so many marriages maybe kumekuwa na zimeharibika ama iko sheki kidogo. Lakini unafikiria hiyo ni like ni influence ama ni kitu iko? Acha pia marriage inatosha. Imagine uko na mtu mnaishi kila siku na mko namuona. Every day uko na yeye hapo. Kwa kitanda uko na yeye hapo. Yaani ni sura moja unaona daily. Si wewe ulichagua. Unajua hapo kama ndio inafaa kukua commitment. Unacheki? Sababu hiyo ndio shida. I think it was wameogopa siku hizi pia ni like kukua hiyo committed kwa msemo mmoja. Then I believe millennials kwenda chini hawa ndio watu wenye wanaelewa marriage, but from Gen Z sisi tuko tu their own. Yani hatutaki hiyo commitment. Alafu tena unaona marriage, hii marriage ya kusign ni kitu tiresome. Mimi kusema tu kweli I prefer come we stay. Ile ni utanikosea I walk out. Sitaki tena tunaenda koti mara sign. Alafu tunapata mtoto anaenda kuwa na nani, sitaki hiyo. Mimi nataka come we stay, ile ndio tutaishi na kustudy vizuri. So wewe ideally unaingia kwa marriage ukijua tu na Mungu mmoja. Ukijua tu like wewe unakaa tu hapo for unatoka mbio anytime. Ukifanyia kitu inanikasirika natoka. Si ile ni tena twende kwa koti. Marriage ni kuvumilia. Ufai kutoka. Ni unacheki marriage na love ni vitu zingine, two different things by the way. So mnaweza kuwa mko marriage lakini hamko in love. Naweza ingia marriage uko na pesa unajua hivyo. Mko married but hamko in love. Watu wanafaa waangalie. I think watu wanafaa waangalie hii aspect ya why are you two getting married. Juu unapata most of the people wana get into marriage si ati juu wanapendana ama ati kitu kingine. Number one, unapata watu wamekuwa into marriage ya situation. Kale yenye Mungaiva alikuwa anasema Tia na Trevor wali hizo ni situation. Ati labda hakuwa na place pa kuishi ama juu ya so alikuwa yani on survival na work pamoja, wakaamua acha tuishi tu pamoja. Na hivyo wakakuwa married.
Number 2, unapata maybe mmedate then mtoia ball ikatokea. Sasa mnaamua okay, sasa hauna option. Kuna mtoia anakuja, acha tukae pamoja. And I think that's the worst form of marriage. Like, yeah. Unaweza kuwa involved kabisa. Juu sasa hiyo utakuwa ile like tu uko kwa hii marriage ya mtoi. Na sasa mtoi anakuwa 2 years hivi mshaanza kukosana, sasa tena ni vita, watu wanatoka. Kuna option ya adoption. Mimi kitu najua kwa history ya marriage. Like ni kugamble tu. Hakuna mse like anajua kitu iko right ama wasio like wana gamble tu. Hakuna mse anaijua, hakuna mse akona manual. But me feel like unajua maybe ni juu watu wamekuwa too much exposed. True, Ndio kwa maana marriages haziwaka. Juu kitambo vitu hizi si ati hizi vitu zinafanyika sasa, zilikuwa zinafanyika. Bado watu walikuwa nakosana, watu walikuwa na cheat, watu walikuwa hizi stuff zote tu zenye inakaa na marriage. But unapata mtu bana shosho yako na guka yako bado wako na wanapendana. Hiyo inamaanisha hao watu walikuwa na force issues. It's not about forcing issues. You of course walikuwa nakosana, si ndio? Yeah. Kuna wao walikuwa nakosana. Unataka kusema siku hizi like waseni kuelewana ndio wasao waelewani ama? Juu bado kama hizo relationships za kitambo bado kulikuwa tuna ups and downs na zilikuwa zina like prosper. Vile nilisema mimi I believe millennials kwenda chini wanaelewa hii marriage because ukiangalia hata wazazi wetu wako tu 20 years 15 years bado wako na bado wanapendana na utaipata but sasa now the Gen Zs, these are people who wanataka ku try new things, unaona kukana mtu 10 years. Alafu most of the Gen Zs ni product wa single mothers. Like most of them are grow kwa hiyo environment ya family like kitu kama hiyo, so wanaona like si kitu kingine mas sana hiyo design pia. I think hiyo pia inaweza kuwa inachangia hiyo idea. Yes, marriage kuja na responsibilities man. Mingi sana. Unajua like most of the people squeeze wataikuwa committed to the responsibilities. Like it's obvious hata kwa Bible. The man is the head of the house. Tuko kwa century yenyewe dem anataka like there's nothing like the man being the head of the house. Sisi wote ni head. Unaona? So unajua once umekuja kuishi na msee like anafaa kuwa submissive. Yeah. Sasa mwanamke anataka kuona hiyo ndio story majenzi wadai ati aku submissive. Hata Biblia inasema lakini lazima tu ikuwe ni kuna wenye mimi ndio head then there is you. Unaona? Lazima pia ukue like uko ready ku follow. Hiyo badamo ninasema hizo ni zama za kale. Zilipendwa zilipendwa. Lakini hivyo ndo marriage inaweza work. Watu wakikuatia like lakini marriage nayo ni ngumu bwana. Marriage ni ngumu bwana. Juu kama relationship ndio inakuwa like mimi najua ukijaribu kuweigh the positive side of it na negative side of it, mimi naona huku kwingine kuna venye hiyo weight ni ya vile watu wengine wanaishi tu fiti, wanapendana tu. Do you think wase wanaishi fiti ama like wase wanajaribu tu i-work? Unaweza kuwa juu mimi najua kuna watu wengi wako kwa marriage lakini hawako happy. True. Hapo ndio inaingilia you are there because unataka ku gain kitu from that person. Ajua hata wa celebrity kuna wenye tu wameingia into marriage wanataka kuwa famous. Akishakuwa tu famous hivi wanaenda kuachana. Mtu ameona huyu celebrity acha ni na yeye alafu nikishajulikana mimi akishajulikana yenye ako na namba sasa atoke hivyo ndio anatoka. Lakini so kila mtu anataka ku gain from it. Alafu siku hizi I think wazazi pia wakai na watoto wao chini. Unajua as a parent bana kati I think wazazi wa kitambo walikuwa nafunza bana mwambie tu hii na hii mnafaa kufanya hivi na hivi na hivi. Unajua kitambo ilikuwa ngabana hata unasikia sijui mtu amekosana na wife wake, wife ametoroka amerudi kwao. Wanaitwa wote wanakaa. Story inatengeneza mambo inarudi. Lakini siku hizi hadi mzazi ndio sana kwa mwache. Siku hizi mzazi anakuambia toka hapo. Natumia fair. Natumia fair. So imekuwa normal, imekuwa tricky. Na wewe unadhani tutatoa mabibi wapi bro?
bibi wako nyinyi ndio mlikuwa mnaambiwa 10 years when wako class 7 wenye utaoa bado bado hajazaliwa. washazaliwa saa hii wanatusumbua akili bana, hata tungeoa alphas wasubiri. Tunaambia achana wasichana, kumbe hao ndio walikuwa wasichana. Unaona wenye tu tunaambiwa watu achana nao, hao ndio walikuwa wasichana. Wa siku hizi goons goons magaidi tu. Sasa hakuna option pia, lakini so itabidi tu ama madem mwenye wako ndio pia sisi tumeenda hiyo. Bensuda alisema wanaume wale ukishafika age yenye una feel age ya marriage, tafuta msichana. Age ya marriage ni gani? Karati nani? 20 is a good age. 20 years. 20 is a good age. So fika 20 for a girl. Mwanaume sasa sijui. Bana hebu jaribu kuoa dem ako 20 years uone kusumbua akili. Bana huwezi kumua. Huwezi bado kufa na stress. 20. That's why mimi nikioa labda niwe dem ako 28. Wana opt for the older men. Sasa imagine nimetafuta mzee wa 65 ama 75, unajua kwa karibu kukufa mali kwezangu. So alafu hao wakubwa au wababas wako na inaitwaje umaarufu. Unaona? Umaarufu gani? Umaarufu ya nini? Hao watu wa age. Define umaarufu. Na hiyo tabi ya kawaida kusikia. They are wise. They are intelligent. Unaona? Intelligent, wise. Mtu mwenye unakaa naye chini hata kugombanisha. Hata kugombanisha. Wewe fanya makosa hapa kimbaba za cheke na wewe atakupiga bunduki bwana. Unarusha na rusha. 65 na wewe kama ba. She said my yes. Yes. But it's allowed. And why do you think wanawake wadogo wana opt for married men? Because they want, because see ati ya stress or something. I think women squeeze, they don't want to work hard. Wanataka watu wenye at least wako na that ready money, wenye wako ready to spend, which is not fair to the wife, ndio huyo wife mwenye anataka sasa. But it's fair to huyo mwenye anataka second. So si ati madem wadogo wanaendea wababa ati for something. Juu hata kudinyana huwezi niambia mbaba za tadinya dem. Hata kama kuna mbaba hawezi kuwa na mbaba pekee. So wanaenda hapo for do. Juu utapata dem lakini pia vijana pia wamesota. So unacheki madem pia wanataka do. Madem wanataka do. So do. That's why anakuwa na bili ule mkubwa wa pesa alafu huyu for enjoyment. Hiyo tu. Unaenjoy aje na mtu akupei pesa? Hiyo ni kuharibu mwili. Ulizaliwa na pesa. Ulikuja hapa bila pesa. Hizi pesa tumezipata hapa. Wewe kama unaona tuwezi enjoy bila do, wewe itabidi tu ukanyage. Juu mimi na believe like tunafaa kuenjoy na do, whether tuko na do ama hatuna do. Unaona? Hiyo ni ngori. Mimi na expect like upate mzee mwenye amesha make it, si ndio? Ama like kijana tu amesha. Mimi hata set ama kuenjoy make it. Mimi hata damu yangu si ya wazee. Mwanaume mwenye anajua kenye anafanya, unaona? Unajua kuna wanaume wako. Sasa utakosa hadi kujua kitu ufanye. Kuna mwanaume anafanya. Kuna wanaume wenye wako tu by the way. Wako tu wazinaje. Wale wa ku-encourage kila siku lakini uone akifanya kitu. Mimi naona ngao madem. Ana work yenye huyu mtu ako na vision, ako na mission yake. Acha nikwambie kitu madem. But you are right. Sasa madem akwangi ready like kungoja like go through your process na wewe. You go through that process first alone, then they come. Sasa hiyo ni kwa iwezi make. Mimi naona hakuna kitu ati madem hawaelewangi story. Mbona pia wanaume pia saizi wanataka mdem mwenye anajua. Ati madem ati boy ako tu hapo, ati yeye asongi amekaa tu. Like kila mwanaume ako na mission. Nile tu utapata huyu mwingine ameenda na hii na ikamwakia. Huyu mwingine anajaribu bado ijawaka, but maybe hapo mbele itakuja kuwaka. Kuna mtu atakuwa president at 50, kuna mtu atakuwa president at 20, kuna mtu atakuwa president at 60, kuna mtu atakufa kama unaona. So haikuangi like ati kuna tu mtu mwenye ati
Hakunanga Pia, mwanaume, ukiwa hakunanga na mwanaume mtu. ajui kitu anafanya. Ukiwa na msee, Unajua? msaidiane. Nini couple bana. Mnafahamu kuja pamoja mnasaidiana. Unajua mwanaume ni mtu mwenye mind yake inaweza shift any moment, unaelewa? Na ni In what way? Utavumilia na Ushift yeye, utavumilia na yeye alafu akisha bake it anakuacha. Na madema waachi wanaume. Kwani mademu ndio Kwani waachi madema wanaume? waachi wanaume wenye washavumilia nao. Mbona mademu hizo ni hivyo? Bana. Tunavumilia na wewe tunafanya kila kitu alafu pesa kishaanza kuingia una change. Ina depend ulikuwa mtreat. Unanipenda ulikuwa na mtreat aje? Ulikuwa unamtreat aje Ulikuwa na- time una- anasaka hiyo. Unajua unaweza vumilia na mtu lakini una tu venye Labda saa zingine hamna nyi wote mna struggle nini. Lakini unaongeleshanga huyu mtu vibaya, unasijui nini kwenda huko. uko too rude. Sasa ako kwa hii situation. Unacheki venye mademu kwa wanaume wenzako sijui nini. Unamtuzituzi, unajua huyu mtu hataongea. Ananyamaza tu. Anajua mahali na kungoja. Ikifika hiyo siku anasema bas, the opportune moment. Alafu sasa mademu anaanza kusema ati huyu alipata doa akachange. Haikuwa Ili mtu amekuwa akiplania for the longest juu ya vitu umekuwa ukimfanyia. Juu kama mmekuanga tu fiti, utapata huyu jamaa atawahi kuruka. Na mbona anaweza apate side chick but wewe utabaki tu kwa the Unatafuta side chick kwa nini? hawezi Sasa bana si- side chick. do ikiongezeka si at least watu wengi Naona washare. venye mnarisi hivyo tu. Sasa tena venye Ndio ikiongezeka mnashare watu wengi. Now the main wife vibaya unaona side chick. Na hizi wanaume wako. Main anabakingi anakuwa tu main. Main ni main. So hiyo side chick iko kwa roho, iko kwa damu yenu. Zi Ya wengine. mass. wengine. Not Bila all reason men. tu hivyo vile maybe But unacheki inakonganiaje? Kama like ulikuwa down na mse wako, time alikuwa down. Ungakuja mkaomoka, ikwangi like rahisi like boys are talking them. na madem pia kutoka maboy. Hiyo ndio Madem si ndio kutoka maboy. Watu huruka. Kijana wangu nimekuvumilia, ukipata pesa uniache. unaenda Sayuni kwa baba. Wanawake ndio kwanza wanawake ndio utoroka sana wengi. But unajua saa zingine tu unaweza. But they say women don't live. Upate jamaa mwenye ako na pesa kabisa, kuna mali. Alafu unataka nikuvumilia, hata unaweza jivumilia. Unacheki venye mademu operate. Mdem ni ule mse mwenyewe si ati anakuacha juu like uko broke. Anakupea tu time maybe like women don't live. Baada anakuanga na kuwatch venye una nini. The moment mambo yako imeenda kwenda sawa. Maybe saa zingine realize uko place alienda si venye alikuwa anafikiria. Now she starts coming back. Unaona? Kwa Range Rover. But mbona mademu fikiria like everything is about money? Yes, everything is about money. No. Kwa hii nchi saizi everything is about money. So in short there is nothing like love. Kuna love. Do you believe kuna love? Yes, there is Okay. love. Mimi naona wasi wengi. Love plus money. Mbona relationship zingine zinavunjika na this money? Ni watu wako rich, live alone rich, live alone sasa wako story ya wealthy. pesa. But bado wana break up, wana divorce nini. So I think everything is about love. Marriage si rahisi. Nilisoma post nyingine TikTok, msichana mwingine hapo leo alikuwa anasema like kwa marriage mwanaume anafaa kupleasiwa kila siku. Si ndio? Kila siku na please. Ati ngono ya kila siku. Kwani wewe ni kuku? Ngono kila wewe ni kuku. Kwani alisema ku please. Mbona mnyi mnamjudge? Ku please kwani ni ngono? Alituandika in bracket. Hiyo ni yeye. The man might need it every day. Why? Kwani mwili zetu hapana. Hiyo yeye mtu wake yako tu honi, si ndio? Yeye mtu wake yako tu. Mimi na supportia idea kabisa. Lakini bana. Lakini wewe pia kama mwanamke mbona utaki na huyu ndio mtu wako? Kila siku kwani wewe ni kuku? What does it Hiki tu si sabuni aishi. Sasa hata si kama ishi, mbona tu usipeane kama unajua ishi. Once a week kama I'm like mko married. Si ndio? Kama uko married bwana. Hiyo sasa unapata mwanaume anaenda anashinda club, anatafuta wanawake wengine huko nje at least wenye saa zingine boss kazini bana imekuendea vibaya sijui wapi
vitu tu hazijakuendea fiti kwa hiyo wiki nini, unakuja kwa nyumba unapata bibi pia amekugombanisha nini, like bibi tu unataka tu kwa bana. nyumba ni like kuna tu ile kisirani tu unataka tu tulize akili. na mwanaume ni sana anataka How do you peace. tuliza your akili? Sasa unataka kutuliza akili yako na mwili yake. Ulali utulize akili. Si mwili yake, si mwili yako yangu pia. Ama si ni mwili yetu sisi wote. Mwanaume ukitoka job kumechoka, uoge na maji baridi, jilaze kwa kitanda. Ndio utulie upoje kesho. Bana, sex pia ina keep marriage strong. Sasa ni kama Good sex. way of inaitwaje? English word imepotea. A way of Bonding. yeah. It is not. Mtu asiwahi kudanganya hiyo. As a woman, It is. respect yourself. There's nothing like this. There's nothing like respect yourself. You are married. As a You are woman, married, have boundaries. Boundaries wekea mtu mwenye katia nje juu uko Boundaries are nini? Saa zingine mwanamke amechoka. Unajua pia si mwili yetu umechoka. Alafu tena mwanaume anataka kwani mbona mimi sijachoka? Then I feel so much for our wanawake wenye wameolewa na wanafanya kazi. Umetoka kazi umechoka. Mwanaume pia usiku anataka kukugonga. Asubuhi yake amka anataka morning glory. Hizo alafu tena unaenda job. Umechoka wewe pia. Okay. Sasa nikuulize, wanawake watakangi hizi vitu? Sasa watakangi, lakini wanaume ndo wanaipenda sana. Nani amekwambia? Women need peace of the body. I think wanawake wanaipenda sana, ni wanaume ndo who make like who make verbal. For sure. Yeah. Kitu siwahi kudanganya ati mwanaume ndiye ati sasa anapenda sana. Mbona niangalia hivyo? Hii kazi ni ngumu bana. Umesweat nini? Unajua cheki story ya nini ya Pulse Awards. Sasa watu wa Pulse, lakini mimi hata sijui ya watu hiyo nomination watu wa hizo categories wameziwekaje. Unapata designer anaikuwa category same na mtu tu mwenye uvanga tu nguo like ni Best fashion design of the year. influencer. Nani alikuwa nominated kwa hiyo category ya best design? Wako wengi wameweka hapo Africana Apudo. Nani? Just a chain, kuna sijui But mimi na feel Brian Babu. Brian Babu. Wako tu watu wengi, lakini issue ni utamix aje designer na fashion influencer kwa same category. Kama food influencers pia nimeona wameka. Just a chain ni designer. Yes, he designer. Yes, ni kama fashion influencer tu. Nani ni designer mwenye amewekwa hapo? Haki na Brian Babu. Oh yeah. Kuna mtu mwingine pia ni designer hapo. So long as ni designer na wao wana showcase as how the fashion what. Wao wana showcase kuweka hivyo. Unajua like fashion designer yes sasa anaifanya because ni profession yake ni art. Kama ni art. Plus yeye hizi nguo ni za clients. Unaona? But sasa hii as a fashion bana hii kitu ume struggle ukabuy. Unaona? Huwezi yekwa same category na mtu mwenye akona a whole shop of dresses bana. Akona variety. Bana. Huwezi compete na yeye. Wewe umeenda ukabai bana. Yeye naye atakuja aonyeshe hapo ya pesa mingi na ako nazo hapo. Afrikana kuna miaka mingapi? But Africana mimi na feel wangekuwa kwa category ya watu wengi. Ndio. Sasa ndio in Kenya mimi siona kuna ungana mtoto mwingine hiyo ligi ya Afrika. Kuna watu wa celebs. Kuna watu wengi. Wangesema hata wewe wa Sony. Kuna watu wa celebs. Wangesema tu ati wanataka kuweka ile category ya watu hii. Ungeona watu wangeleta watu wao wa nominated. Wangeapply for nomination. But sasa unapata Africana Rapuda na iko kwa same category na watu wakubwa. Hebu imagine ati huo mtoto aenda shinde bana. Of course anaenda anaenda kushinda. Watu wengine wataweka kichwa wapi? Ni anaenda kushinda. Bana, Pulse you can do better bana. Hapo walicheza low. Hadi nimeona sijui food influencers ama what wamekaa au watu wenye wanapikanga, unaonanga tu kuna kwa tuna mtu anapiga tu kwa balcony ule jamaa cut down. Mtu mwingine kila wakati ako tu kitchen yeye anapikanga tu kinasu
Alafu na Kokoval. Boina pia amekuwa same category. Na Boina alikuwa hapo. So unashindwa Boina ni tu yanaendanga tu kukula. Lakini hawa ni watu wana take their time. Wanaenda wana buy the ingredients nini hiyo food wanapika, wana take time, wanapeleka step by step, wanakuonyesha recipe and all that hadi food kuje itokee. Utawaika same category aje na mtu mwenyewe anaenda hiyo si fair. Bana sijui nani aliweka hizo kuweka na hiyo story ya past mbaya. Hapo kuna vile hawakuweka hizo vitu fiti. Hawakuweka fiti. Nimesikia DCI ya arrest ule jamaa alikanyaga flag ya Kenya. Kwa serious. Amepatikana. Na ni watoto hadi unajua pia watoto wadogo. Walikuwa naifanya hivyo juu walikuwa wanajua kitu wanafanya ama walikuwa naifanya tu for fun. For fun hizo tu nizo for fun. Maybe hawakujua the consequences. But are they sorry about it? Yeah, that's the wako question. sorry about it. Wakasema wapi? Si niliona ile nini yao ili apologize. Leave alone the embassy or something. Embassy yao ili apologize. Hao watu wenye walifanya hii stuff. Walifanya hivyo juu ya nini? Si ndio hao? Ni hao arrested But hizi ni mambwembwe tu. Hakuna place wanapelekwa. Hizi ni maporojo tu. Lakini bana siku hizi imekuwa normal like now I understand why Trump ataki foreigners US. Ile deportation bado inaendelea kama iliisha. Bado inaendelea. Job imagine hizi vitu ni our foreigners ndio wanaifanya because they washakuwa so much comfortable. So wana believe wanaweza fanya to anything and they go scot free. They go away with it. Country yao. Jana there is a place in Nairobi penye hao sijui ni Waindia au Wazungu. Ni hao tu peke yao. Wanaishi. Si uko Parklands Waindi. Of which kama wewe you are a black person unaishi hapo you are being discriminated. They feel like in your own country. You don't go Parklands. That is so wrong. Na gava imenyamaza tu. Wanasema nini nao ndio wanaleta foreign exchange. Umecheki historia jana ati kuna mama fulani mama Fua alienda huko Kilimani kufulia wasudi fulani. Alafu watu wakamuua. For real? Ati wanasema ati alibado. Mama ikampiga. Kuna mama wa 54 sijui walimsukuma sijui kutoka building akaanguka chini. Sasa hadi jana watu walikuwa wameenda ku strike. Kuna a lot of legal ways to solve. Nani wasudi bana. Si kuwa mtu. Na wako country yetu. Manze. Mbona tu wasikwe kama unajua mi upendao wa Rwanda na wa Burundi. They are foreigners but wanakuanga na some sort of discipline au kazi yao inakuanga tu wauze njugu, wauze hizo vitu. Utawaisikia ati wamefanya kitu mbaya ama nini. Inakuanga tu wauze vitu zao ikifika jioni waende walale tena kesho. Hivyo. But country gani do you Nigerians, sijui hawa Sudanese and Somalis, man. Hao watu wanakuanga wamekuja sana. Wanadharau sana wa Kenya ama wao au wana like but ama jamaa kuna tu wazuri. Kuna wazuri sana wote ni wabaya. Kuna tu wazuri wenye tu ni kufocus tu on their business. But kuna wenye wamekuja kuangamiza sasa. Wamesema mimi naye naenda kuangamiza watu. Lakini wanafanya vibaya. Hizo ni vitu hawawezi fanya huko kwa wakiwa country yao. Latin boys. Hao watoi mimi nimewatii. Sahi bro. Yaani mashule zao. Alafu niliona wamesema, gava imesema like hakuna kutransfer. Hakunanga ile hiyo distribution jambo. Sasa hizo ndio transfer unahitaji vitu mingi sana. Hakuna transfer. So the main thing you need a letter from that school. Yeah. So the only way out ni kupay that hiyo 130 whatever thousand. But shule ilitokeza ikasema like hiyo ilikuwa propaganda ya the news na social media. Hawajasema the exact amount, so the amount might be higher or lower. But atakani hivyo, imagine 137,000 per head. How about a parent mwenye akona 4 kids wawili ama 4 ama 3 kwa the same school? But unajua tena hiyo story ya
pesa kuiba kwa bazaar. The building nako yes hiyo tuliona, but hiyo ya kuiba kwa bazaar unajua kunaweza kuwa tena Basa toe pesa. si ndio? Basa toe Anaweza pesa. kuwa amechukua Wanatake pesa. advantage maybe. Kuna possibility. There's no Baba way yeye alichukua utasema. pesa akaenda. Sasa Yeah. alijua watoto wanakuja kuvunja. Sasa ametake advantage. Akasema Akasema, wanaenda nayo. But anasoma bana very weird numbers. hiyo pia inaweza kuwa Because, possibility. unaona bahasha zilikuwa zimebaki, so there is no way mwanafunzi mwenye uko na haraka utakuja ufungue Uchukue bahasha pesa. utoe pesa ndio Uache uache bahasha bahasha. Hapo. How? Alafu to make matters worse, wote wameacha bahasha. Si ati bahasha moja. Hizo bahasha zote zenye zilikuwa hapo ndani Wale walikuwa na zimeachwa time same mali. place. Zimeachwa same place. Wewe aliona Basa, sasa nitoe basa. bio bio. Basa Nitoke hapa. amekula Wao watoto warudi Hiyo hapa. story na story ya jaba. Alafu tena wanasema ati hao ma students wali drive bus outside the school wakatoa Drive engine. bus? School bus. Hiyo nayo hadi kwa video iko ile wameendesha bus hadi nje ya shule. But shida inatokea place wanasema ati walitoka na engine. Bwana Wakatoa engine ya bus. Engine ya bus. Engine ya bus. Kwani hao ni mamechanic kama Kwanza anza hata na tools walitoa wapi ya kufungua hiyo engine. So zingine zinasema mwenye ukikaa chini story unajiuliza. zingine una think twice unajua Yeah. tu adapt. It was Pia a at long that night. time unajaribu kujificha juu unaweza kutwa any moment na wewe ndio kwa the main suspect. Kwanza- So time ya kutoa engine. Kwanza engine ukuwa nzito bana. Kwanza hebu Ati imagine engine. engine ya basi. Unabeba unaenda nayo wapi? Walibeba aje bana, engine ukuwa nzito. Hao watu hiyo shule like wanaamua the management inaona like sasa damage ishafanyika, sasa wanaamua tu. But hiyo do lazima tu watalipa. Ndio hiyo Kulipa watalipa. nako lazima. Hata lazima walipe. nilicheki story nyingine sad sana, nilikuwa naona ati kuna madhe fulani. Si unajua neighboring school kuna shule nyingine pia inaitwa sijui aje hapo Kericho bado. Pia ya boys wali strike sasa the following day. Oh yeah. So kuna mother akona students from both schools. Bana huo mother alipigwa na heart attack akapelekwa usiku after some few hours akapona. Walai. Manzi stress. Hebu imagine huku unaenda huku pia Na hakuna transfer. Hiyo do yote unataka kutoa wapi? Maybe hauna hata do fee pia, labda bado ulikuwa na balance hatujalipa. I think gawa inafaa consider such. Manzi hapo kaa Unapata hata kama ni kitu kama hiyo imehappening kwa shule like ni kila mtu. Alafu watu wengine walikuwa wanasema ati our students wali strike ati juu walikatazwa watch ball. Mara sijui walikatazwa watch ball. Wengine ati ilikuwa story ya kuna mwalimu wanataka kutransfer lakini principal amekataa kutransfer huyo mwalimu. Lakini principal ndiye anasimamianga kwa transfer. Kuna I think ni kazi ya TSC. Yeah, but kuna barua yenye akishaandika the principal need to kupiga stamp. So maybe hapo the principal maybe hataki aende. Alafu lazima ipitie kwa principal. Issue nyingine ilikuwa food. Walisema pia like the school is walikuwa na issues mingi. By those watu wenye wanasimamia hizo ma prefects sijui nini wote sijui ni tribe moja. Enyewe bana. So tribalism sidhani kaitaisha hivi. Haiwezi isha. Yobe imagine inaanza hadi kwa shule. Hiyo shule ilikuwa Western, si ndio? Kericho. Hizi hadi jana pia kuna shule nyingine imeungua jana. Kitu yenye bado same county Kericho bado. Students wanakuanga na hiyo panic exams. So that time weke hata kama ni half term ya 3 days for the form 4. Warudi home kidogo, si ndio? Baende wa relax. From akae September, October, ni from September walifungua lini? But hata si form 4. Do you know in most cases most schools form 3 ndio uleta hizi. Hata hii walisema hii bado ilikuwa tu form 3. So ni form 3 tu, so hata si candidates. Juu candidate unajua wao wametoka na wanaenda kufunga wakae 2 months home. Hata saa hii mimi vile nafikiria I think inakonga shule zote tu zifungwe tu saa hii waseme watu waende home. Walijua chill. Juu bado mashule zingine zinataka kuchomeka na hiyo ni damage tu bana ine. Hebu imagine.
I think tu saa hii gafa iseme tu Lakini si tata almost imeisha. Tata imeisha. Si Tata wanafaa imeisha. kushuka by ni first ama ni 18 tu. Waende home. Waende home wachila hadi next Wakae year. hadi January. Lakini ni noma. Tata minakwenda na mambo yake. Choma tu shule bana. Hiyo unapatanga tu ni ile tu ya pressure. Bana siku hizi bana mabuchari wamekuwa wajanja. Ndio gava inafaa iangalie hizi mabuchari. Mbona? Nilienda kubai nyama. Nilienda kubai nyama kwa 2 different butcheries. But same price. Nyama ya same price. Alafu unapata hizi nyama zitoshani In terms of quantity. Ingine ni kiasi. Ingine ni kiasi, ingine ni mingi. So unataka kusema hizo kgs wanatumianga like hizo weighing machines kuna venye wamecheza. Kuna vile watu wanacheza na hizo vitu bana. Jadi nilikuwa na story nyingine team. So nanga sasa siku hizi nafaa ukienda kubai nyama usiseme ukatiwe into pieces ndogo ndogo. Mbona? Juu time wanakukatia ndogo ndogo hivyo ile wanaangalianga time uangalie kidogo hivi wanatoa pieces zingine. Juu unajua what they do au pima nyama before anze kukata into pieces. So kuna vile wanaibia wase. But maybe hiyo ya kgs maybe inaweza kuwa mse ame interfere na hiyo weighing machine. Yeah. Lakini Alafu unajua ukienda kununua nyama unapata unaekewa carbon kingine kakubwa ndio isome. Imeifupa. Unashinda umekuwa mbwa bana. Mbona lazima kuweke, tukikuwekea nyama pekee, utaweka hapo nini nyama mingi. Sasa lazima kuwekea mbuba. Kwanza anakuwekea mfupa kubwa. Na anakuwekea na kiburi, hataki useme kitu. Hataki uongee. Lakini mbona watu ufanye hivyo? Sasa hizo ujue ushalipa. Economy, ama uende But pia ni economy. ishakuwa packed. Wachane na story mingi na wase Kwenda wa. kwa butchery. Bana. Kini pesa. Ganji ndio inabonga. Yaani huu It is what it is.